na nilikuwa nakuja kufuatilia jambo ile imemfanya uliwe. Na vile nilikuja niliambiwa walitoana na msichana akimuitisha chakula. Huyo mtoto ako na miaka 17 na anasomea Karaba Secondary School, ako form 2 msichana. Sasa vile alikuwa amefukuzwa shule, ndio alikuja huku kwa baba yao, na kutoka mwanzo alikuwa ameolewa na kama amezaliwa nje, yani ameolewa na mamake, akuwa wa huyu brother yangu. Sasa mzozo ule ninasikia umetoana chakula. Mzee alikuja kama ni mrefu kidogo, akaambia msichana njoo mama hakuwa amwekee chakula. Vile alimwambia amwekee chakula, msichana alimjibu akamwambia sikuwekei, mimi si bibi yako. Na sasa njoo naye mwanaume lazima adai kuwa ni yeye mwenye mboma, akaakti kama mwenye mboma, akataka kutandika msichana. Msichana naye akakimbia kuenda kuita mamake. Sasa hapo kwa barabara ndio sijui waliongea nini kwa barabara, kwa sababu akifika hapa mama anasema aliwekea bwanake chakula vizuri akakula. Sasa akaanza kujipanguza miguu warudi, ndiposa sasa akasikia ati bwanake ameingia ndani apige mtoto. Sasa kutoka hapo bwanake akamtokea akamwambia nimedungwa kisu. Sasa mimi nilikuwa nimeshindwa, kama alikuwa akijipanguza miguu na ako kwa nyumba, kwa nini hakusikia hiyo furuga na si kitu kidogo? Hiyo furugu, hiyo ilikuwa furugu, lakini mimi sikuwa najua. Msichana aliniita kutoka kwa kanisa. Miss akaniambia baba anamtusi, atia mwekee chakula. Msichana akaja kanisa akaniita, mimi nikaenda kwa jiko nikamchemshia chakula, nikamwekea kwa meza, nikampe maji, aniitisha chai, nikampatia chai na jagi na kikombe hapo. Alafu hapo kulikuwa na karai na maji. Nikachukua kitambaa nijipanguze nirudi kanisani. Baba alikuwa ameketi chini, akatoka. Mimi nilikuwa nadhani anatoka nje, lakini alienda kwa bedroom ya mtoto. Mtoto alikuwa amesimama hapo mlangoni kwa bedroom yake, akamslap. Sasa hiyo vita ya hapo mimi sikuona venye walikuwa wanafanyana. Baba huwa na matusi mambaya kumtusi. Hajawahi mchapa, lakini matusi ndio mingi. Mtu aliniambia mimi alikuwa anataka kumshika. Alikuwa ametaka kumshika mara ya kwanza, lakini hiyo ya kwanza hakuniambia. Kwa nini alifanya hivyo? Aliniambia shushu, mimi sikuwa nikifanya hivyo kwa kutenda, kwa kutaka. Ni vile baba aliingia ndani, akanipata na akanichapa. Vile alikuwa ananichapa na alikuwa na matusi mengi, mimi nilichukua kisu, vitu tunawekanga, tukiosha vyombo tunawekanga huko ndani kwenye nararanga. Sasa mimi nilikuwa nataka alikuwa kwa mlango, kwa hivyo sikuona njia nilikuwa nataka nitoroke. Ndio nichukua kisu, nilikuwa nataka ni mgwaruze tu kidogo, hata sikuwa na haja na kumua, ni ile silaha tu nilikuta karibu. Nikataka nitoke nje juu alikuwa kwa mlango, singeona, na nilikuwa naogopa asinipige zaidi. Ameniambia baba yao hata kwa nyumba hawaongeleshanangi. Kutoka akiwa class 7 baba yake alitaka kumbaka, na baada nyuma ya hapo amejaribu kumbaka mara 2, na akaniambia tayari sijui ni mwaka moja ama ni muda gani, juu siku alikuja kwa kitanda na akarara na yeye. Nikamuuliza ukweli na tunakuanga nawe na hujawahi niambia baba yako washarara na wewe? Akaniambia haki ya Mungu shosho, baba yangu alidara na mimi. Na kutoka siku hiyo vile aliitiwa wazee na akasema amewacha, akaniambia nisikaje muita baba, na mimi nikamwambia usikaje niongelesha, usikabe niambia kitu. Kwa hivyo kwa nyumba mimi satuongelesha nangi, hata kila siku saa yote akiingia kwa nyumba, kwanza akiwa mlevi kunitusi, kunichapa. Hadi mimi sasa siku hiyo alikuja akaniambia, isipokuwa ni vile alianza kunitusi, hata singeongea na yeye. Sasa alianza kuniita malaya. Nikamuuliza kwani unanitusi ile matusi inatukanangwa club, pona unanitusi hivyo? Matusi vibaya, mambaya sana yengine, hata mimi huyu msichana aliniambia. Wakaweza kushirikiana sisi vizuri sana, wakaweza kuja kushika yule msichana
na kwa sasa hivi uchunguzi wa hiki kifo unaendelea. Kwa hivyo ni shukrani kwa sekta yetu ya usalama kwa kuwa waliweza kuja haraka na wakaanza uchunguzi. Na hii msichana alimefungiwa pale Onguru Police Station, na hapo ndipo hadi akapomalizika na polisi kumchukulia